Uweze kubarikiwa. Unaijua makusudi yetu Bwana, ongea na kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi. Somo yetu ambaye tumeisoma ndani ya kitabu hiki cha Yoshua, ambacho mwandishi ni Yoshua, na Bwana wakati aliwaongoza ndani ya safari kutoka Misri, akaonesha kama mpaka ambaye wataweza kukanyaka itakuwa nafasi yao, na kuonesha mpaka ya nchi ya Palestina pale kwenye amewapatia. Na nina somo nzuri sana ndani ya mchana leo juu ya timashe wa mama. Somo yetu nasema mipaka katika unyumba. Andika mipaka katika unyumba. Haleluya. Tutaongelea mipaka katika unyumba. Mwenyewe unanifuata na kunisikia, inakupasha au ni sharti uelewe kama mnyumba mnakuwaka mipaka. Haleluya. Mnyumba mnakuwaka nini? Mipaka. Yaani unyumba si kusema ni nafasi ambayo unaweza ingia ndani mara moja unatembea kisha unataka. Mna mipaka. Hivi garso mwenye hayaoa na fie mwenye hayaolewa, lakini iko na ile beswe, iko na ile hamu, na iko na ile tandasi, na jinsi Biblia inasema haiko vema mtu aishi peke yake. Siku moja ataingia mnyumba. Siku moja ataingia mnyumba, awe garso awe fie. Elewa, ndani ya unyumba mna nini? Mna mipaka. Kama vile mipaka ni ya maana sana, kwa sababu kila nafasi wala kila jambo halikosa na mpaka. Tunaelewa? Ndio. Queens kuna mipaka. Kuna kitu wanasema kontina ya Afrika inaanzia hapa inaishia hapa. Na wakati wale wametoka ndani, wamevuka ile mipaka, wanasema ya kontina, wale wanaitwa tena hawataitwa watu gani? Afrika. Haleluya. Amen. Inaonesha kama ndani ya nchi kuna mipaka. Hata tunajua kwamba mipaka ya Kongo pali kwenye inaachia. Wakati inashirikiana na nchi za Uganda, nchi za Rwanda, nchi zingine za Burundi na zingine, unakuonesha kusema mpaka ya Kongo inaishia. Mtu akitoka anavuka mpaka pasipo taratibu, ataitwa amelaaniwa, wala ataitwa ameviolewa. Sheria ya mpaka, hata ndani ya kuongea, hata ndani ya kukula kuna mipaka. Merci. Na kukula kuna nini? Kuna mipaka. Yaani kuna wakati unaweza hata chakula kiwe kitamu namna gani, kuna wakati unaweza kula tumbo nasema stop, atia hapa. Ukiikaza itafika jioni, wala itafika kesho, unaenda pangisho. Unapata dawa sababu ulipita kumpaka nini ya kukula. Ndani ya maongezi naye ina mipaka. Haleluya. Ndani ya maongezi naye ina nini? Ina mipaka. Na ndani ya utawala naye ina nini? Ina mipaka. Kusema huyu anaanzia hapa na anaishia hapa. Hata barabarani kuna nini? Kuna mipaka. Ndio inakuonyesha kusema yule mwenye anashuka atatembelea upande wa kuume, na mwenye anapanda na atatembelea upande wa nini? Wa kuume, wa kupanda wake. Hivi huyu akitoka ndani ya mipaka yake anaingia kukote gauche, ni kusema ameingia droite ya huyu mwenye kunafanya nini? Mwenye kunashuka banafanya ajali. Haleluya. Banafanya ajali. Mambo mengi tumepitisha na tumeingia ndani ya ajali nyingi, zimeingia ndani ya nyumba, ni kwa sababu kila mtu hakurespekte mpaka yake. Kila mtu hakuheshimia mpaka yake. Mara unakuta ndani ya nyumba ajali zinafanyika. Ndani ya nyumba mgongano unafanyika.
baba na mama wanafanya ajali ni kwa sababu baba hakuelewa mpaka wake na mama hakuelewa mpaka yake. Wala wazazi na watoto wanafanya nini? Wanafanya ajali kwa sababu watoto hawakuelewa mpaka yao ndani ya nyumba, na pia wazazi hawakuelewa mpaka yao ndani ya nini? Ndani ya nyumba kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba masikio yako yanaanza washa sasa. Sasa mpaka ya wapi ndio tunaweza kusimulia ndani ya Biblia? Haleluya. Amen. Biblia tunaanza na mpaka wa kwanza. Mpaka ambao tunaanza nao ni mpaka ule ambao ni wa mke. Tunaanza na mke. Sema mke. Mke. Mwanamke. Mwanamke. Tunaanza na mwanamke. Mpaka wa mwanamke. Mkile kitabu kimoja kenyewe unasoma ndani ya kitabu gani? Waefeso sura 5 mstari wa 12, chapitre 22. Inasema nini? Enyi wake mtii waume wenu kama kutii Bwana, maana mume ni kichwa cha mke, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Naye alijitoa naye ni mwokozi wa mwili, alijitoa kwa ajili yake ili apate kulisafisha na kulitakasa. Pale nimefika kufundikata. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi. Mpaka wa mama ndani ya nyumba. Haleluya. Amen. Ni utiifu. Haleluya. Ni utiifu. Mwanamke akitoka kwao anaingia ndani ya nyumba. Haleluya. Role yake, kazi yake, kwenye atachezea kare yake ni kutii na kunyenyekea mbele ya nani? Mbele ya nani? Mbele ya mume wake. Anatii na ananyenyekea. Haleluya. Amen. Anatii na ananyenyekea. Mwanamke mterme yetu hakarabasake. Makarabasa. Atujue. Anakuwa nguvu. Anakuwa donge. Ikikuwa makali sana. Mpaka na mume wake kusema mkaribie, anafanya nini? Anaogopa. Anamuogopa. Na kusema mume anaweza shida nyumbani, anashindwa. Wala kusema ongea na mke wake, amwambie maneno ambayo anaweza kumwambia kumchenga au kuongea naye, anasema ndanzia wapi? Kwa sababu mumama ni mukare sana. Mumama hanyenyekeye. Mumama si mutiifu. Haleluya. Amina. Kutii ni nini? Kutii ni kufanya jambo lililoangizwa na mwenye mamlaka ya juu kuliko wewe, na unalifanya na moyo wa furaha na moyo wa mapendo. Ile ndio wanataka nini? Haleluya. Tunailinganisha sawa shingo na kichwa. Verse sema mwanamke iko nini? Iko kichwa. Kichwa na kwa nini? Kushingo. Mnasikia? Unakuja. Sisemi msimamo. Uone. Unaona? Kitu kuna besoa kuangalia kule. Inaobligeni. Na shimo na igeuzi. Mnasikia? Unanifuata? Ndio. Haleluya. Amen. Yaani utiifu mwanaume mnyumba